Okay. Karibu sana tena kwa part yetu ya pili, wala part ya pili ya conversation ambayo tulikuwa nayo. Part ya kwanza tulisema tulikuwa tunaona matofauti ya ndoa, si ndio? Tutuambia ya kwamba kuna ndoa ya kunyanyua kama kunyangula, kuna makonexio ya makanisa wala mapasteri, na kuna kuwa urafiki wa mafamilia kwa mafamilia. Exactly. Lakini sasa hivi nataka tuone kwa nini ndoa za zamani zilikuwa zinadumu kushinda mandoa za leo. Sasa. Ndio. Ndoa za zamani zilikuwa na dumu kutokana na vitu vitatu. Aha. Ya kwanza Ndio. ilikuwa heshima. Ya pili hekima. Aha. Na ya tatu kukosa maarifa. Kukosa maarifa. Kukosa maarifa. Aya, tuanzie kwanza hapa ya kusema ya kukosa maarifa. Unamaanisha nini kukosa maarifa? Kukosa maarifa, wanawake wa zamani walikuwa na hawajui katiba, yani haki ile wanaitaka haki sawa. Aha. Haki ya mwanamke ni nini? Umenielewa? Ndio. Ila leo sasa watoto wamesoma. Umenielewa? Wako na elimu. Wana elimu ya kutosha. Yaani iko nafikia hatua ya kuolewa anajua haki zake. Yaani wewe tayari unajua kabisa Biblia inasema hivi na hivi, ile anajua kabisa katiba inasema hivi na hivi na hivi. Ndio. Wewe tena na Biblia imeenda na katiba. Sasa ile ndio itadumu ama haidumu? Haiwezi kadumu. Ndio Mkiingereza inaita women's right. Sasa hiyo women's rights inaharibu vitu vingi sasa. Ndio. Sababu inawapatia uhuru wa kufanya ujinga wa kutoshelesha. Ndio. Umenielewa? Ndio wengine wana haki zao kweli. Ndio. Ila wengine inawapa uhuru wa kutoshelea kwenye nyumba yao. Sasa unajikuta mwanaume ndio tena unakuwa mwanamke. Ulimuoa, unamhudumia, ila unajikuta sasa wewe tena ndio mke wa mke wake. Hiyo inaacha ndoa hazidumu. Hii inaacha ndoa hazidumu. Ile ni point ya kwanza, inaacha ndoa haidumu. Umeelewa? Ya pili inaacha ndoa haidumu. Ndio. Zamani watu tulikuwa na pale kwenye kukosa maarifa. Zamani kulikuwa na hakuna mitandao. Umenielewa? Simu zilikuwa na ziko. Umenielewa? Ndio. So mwanaume anaweza kudanganya eti anatoka Spokane. Anakuambia anaenda Boys Idaho. Kumbe ameenda hapa Spokane Valley. Hakuna kukupigia simu, hakuna kupost. Umenielewa? Ndio. Ila leo ukitoka tu umefika Boise, hata na simu yako wanaweza wanaitrack. Uko wapi Boise? Anaona njia kwa umepita, umeona? Sasa ukijikuta sasa umemwambia unaenda Boise huko Spokane Valley. Ili inakuwa nyingine tatizo yenye unasubiri ukirudi ni lazima usambe. Sitamwambia ni connection ndio ilisha pale. Sawa, wewe utajieleza ila umshabaniwa yani. Umenielewa? Hiyo ni ndio. Yaani tayari yani kwenye kukosa maarifa, leo kuna maarifa yani. Ndio. So sasa simu. Simu ni kitu kinaacha ndoa nyingi za kutosha, zinaacha ndoa za watu wazifanyeje? Hazidumu. Most ya madivorce zenye ziko mkoti. Yaani temwanyaji, yani ushahidi wa kutosha. Umenielewa? Ni simu zao wenyewe. Bila tutafute fulani. Zamani ilikuwa mkitaka kuachana lazima mnaandikiana makaratasi. Msijue nini, mnatafuta huyu anajua pia leo hakuna huyu anajua pale. Leo ni simu, nilikuta hiki kwenye simu yake, mwanamke kamtumia video, kavaa nguo hivi, alikuwa na video hivi, sijua lalana siku fulani na message nizipata. Hiyo simu yako yenyewe inakushtaki. Zamani sasa pale kwa nakwambia kukosa maarifa. Sasa wanawake wengi walikuwa na hawaendi school. Yaani hawakuwa naenda shule sababu wazazi walikuwa wamekosa pesa. Ile ilikuwa inaonekana kama kumsomesha mtoto wa kike. Ndio. Na ataenda kuolewa kwenye familia nyingine, hamna maana. Kulikuwa inabidi watoto wa kike wafanyeje? Wabaki nyumbani. Wajifunze mambo ya nyumbani. Kwa na heshima sasa ule mtoto wa kike akisha baki nyumbani. Heshima ni moja tu. Umenielewa? Ndio. Ni ya kuolewa. Umenielewa? Ndio. Kwa vyovyote akienda kwa mume wake, hata mume wake amchukulie kwa ubaya gani, hata mfanyizie kibaya gani, itabidi adumu kwenye hiyo ndoa, atumie sasa ile hekima. Umenielewa? Ndio. Ili heshima yake ionekane kabisa kama kapambana kweli kweli. Okay. Tuende sasa kwa point nyingine ya pili ya respect. Respect inasaidia nini ndoa isivunjike?
Ndoa za zamani ama za leo? Za zamani na za tuna compare ndoa za zamani na za leo. Kwa nini zamani zilikuwa zinadumu kuna nini kuliko za leo? Sasa respect, heshima ni funguo key kwenye ndoa zote za zamani na za leo. Ina maana hii inastahili kuwa number 1. Ile inatakiwa kuwa number 1. Kama ndoa haina heshima, hiyo ndoa sio ndoa. Ili mnaishi kama majirani nyumbani. Umeelewa? Kaka na dada. Afadhali kaka na dada. Kaka na dada wao wanakuwa na heshima. Ninyi ni majirani, tena wale majirani ambao wana conflict kabisa. Neighbor. Yani neighbor. Umeelewa? Ndio. Na wakati sasa zamani, mwanamke kutokuenda school, umeelewa? Alikuwa anakuwa na heshima moja tu. Heshima yake moja ni kukuwa na mwanaume, kuolewa. Yani kuolewa. Na mpaka leo heshima mwanamke ni kukuwa na mwanaume, na heshima ya mwanaume ni kukuwa na mke. Kwa heshima katikati ya ndoa, umeelewa? Ni maana sana. Umeelewa? Ni nini inaleta heshima isikue kati ya ndoa? Kitu kinacho heshima isikue katikati ya ndoa, sasa pale kwenye mwanaume hafanyi majukumu yake. Kwa nini tu mwanaume? Si bado nimemalizia. Umenielewa? Ni pale kwenye mwanaume ameshindwa kukamata majukumu yake, alafu mwanamke ameshindwa kumuelewa. Kuna kipindi si wanaume tunapitia zaruba fulani hivi. Unajikuta haupati. Na wakati una mwanamke mwenye tamaa. Umenielewa? Kitu cha kwanza zitaanza kukufanyia ni kuvua hiyo nguo heshima. Umenielewa? Na akijikuta sasa ni mzuri, itabidi aanze kufrekante watu wa nje. Na hiyo inakutoa sasa wewe mwenyewe nini? Heshima. Wewe mwanaume ukishajua kabisa umevuliwa heshima yako, tayari utajikuta kama huko tena kwenye ndoa. Umenielewa? Ndio. Ya pili ni kwa mwanamke pia. Wewe mwanaume unajikuta unaendaka nje. Ama una wanawake wengine nje. Umetoka kufanya huko uchafu wako, unapenda kuja umalizie sasa ujinga wako kwa mke wako. Hata kama ulipita nje, ukirudi nyumbani onesha ile the sign of respect kwa mke wako. Kwa heshima ni funguo ya mahusiano ama ya ndoa kudumu. Milele. Haya, sasa tuseme tumalizie na hii point ya mwisho ambayo tunasema kindness. Kwa Kiswahili ni nini kindness? Yani utulivu. So pamoja na vurugu zote ambazo mke wako anaweza kukuonyesha, za kukutosha kwa heshima, ili ukumbuke uliagana naye kwa raha na tabu, mtaishi pamoja, yani utamvumilia. Ila pamoja na kukutoa kwa heshima, pamoja na kufanyizia vituko, ni lazima uwe mpole na mtulivu. Ili ndoa yako endelee kudumu. So pamoja na ndoa zote zinaangalia hapa zinadumu, ni sababu kuna mtu mmoja ama wote wawili wameamua wakae kwa, yani kuna utulivu fulani wanautumia. So ukitosha respect, heshima, umenielewa? Kuna utulivu pia ndani sasa. Umenielewa? Heshima na utulivu kuwa katikati ya ndoa. Even if mwanamke alikutaniwa na cheat, utamwona mume anamwambia vaa nguo zako turudi nyumbani. Asante sana kwa kututazama. Tunaendelea mbele na tutarudi tena na season ya pili wala section 2 ya hii conversation. Ila leo tulikuwa na part 1 na part 2 ya kwa nini tofauti ya ndoa za zamani na za leo. Gizo watu walikuwa wanaoa na kwa nini zinadumu. Ila na tuyamalize, ni unaulizwa moyo. Ulinipatia type 3 za nini za ndoa hapa. Ya kwanza ilikuwa kunyanyua wala kunyangula. Ya pili ilikuwa urafiki wa familia kwa familia. Ya tatu ilikuwa kanisa kuconnect. Ingelikuwa wewe ndio unataka kuoa mwile wakati wa ile miaka yako, ungeoa mya wapi? Kutokana na akili yangu. Usidanganye, sema tu kweli. Kutokana na akili yangu. Mimi siwezi tafutia connection. Najielewa. Asante sana, tukutanane kwa season 2. Safi.